Kenya nzima inaongozwa na wananchi na maombi na mahasla tuna wananchi wanaopenda amani nchini Kenya. Ni viongozi wanaopenda kila mtu nchini Kenya. Tuko na mpango maalum kama Kenya Kwanza. Tumekubaliana na huyu Machogu, tumekubaliana na Maangi, tumekubaliana na hawa viongozi, Mheshimiwa Nyambati, wabunge wenu kina Shadrack Mose na wale wengine wote. Tumekubaliana ya kwamba tarehe 9 tunapanga kupanga uchumi, na tunaanza kupanga uchumi kwa kuanza kupunguza gharama ya maisha. Kenya hii tatizo kubwa, changamoto kubwa ni mambo ya kupanda kwa gharama ya maisha. Bei ya unga imepanda, ya petroli imepanda, ya mafuta imepanda, kila kitu imepanda. Ni kweli ama si kweli? Na tumesema njia ya kuteremusha gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula, na njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima. Ndio tumesema tunaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mbolea kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 2,500. Ndio tumesema tunatengeneza Marshall Plan ya ajira ya hawa vijana kama Kenya Kwanza. Tunaweka bilioni 200 kila mwaka kwa textile industry, wood industry, leather industry, agroprocessing, value addition, manufacturing na housing, ili tupange ajira ya hawa vijana. Kila kijana aweze kujisimamia, asimamie familia yake, na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaambie, si mmesikia ule mzee wa Kitendii ile amekimbia, ameogopa kwenda kwa debate kwa sababu hawana agenda. They have no plan, they have no agenda, hawana sera ya kuuza. Kwa hivyo wanashangaa watakuja kufanya nini kwa debate. Na mimi nataka niwaambie, there is one plan in Kenya. Our competitors don't have a plan. They don't have an agenda. That is why they cannot articulate any agenda, because they don't have one. The Azimio candidate cannot face me because he knows I will ask him difficult questions about corruption, about state capture, and about conflict of interest. Ndio mnaona wamekimbia kwa sababu wanajua, wale majamaa wanajua tuko na maswali. Bwana Kitendawili hataki kuja kujibu. Wale COVID billionaires ambao ni marafiki zake na washirika wake na mashirika wa watu wa Azimio, hataki kuja kujibu. Yule jamaa hataki kuja kujibu kwa nini Wakenya milioni 15 leo wameorodhesha kwa CRB kwa sababu ya biashara duni ya watu wa Azimio. Yule jamaa wa Azimio hataki kuja kujibu kwa nini bei ya unga ilitoka shilingi 90 kabla ya handshake, na leo kwa handshake imefika shilingi 230. Hataki kuja kujibu. Mimi nawauliza, kama hawa majamaa wa Azimio wangekuwa na mpango, si wangekuja kwa debate? Si wangekuja kwa debate? Hawana mpango wale majamaa. Hawana mpango ya kupeleka Kenya mbele. Hawana mpango ya ajira ya vijana. Hawana mpango ya cost of living. Hawana mpango ya mambo ya matibabu. Hawana mpango ya kupigana na ufisadi. Hawana mpango yeyote. And that is why they are running away. Wameanza kuogopa uchaguzi. Yule mtu ya Kitendawili ameanza vizingizio. Register sijui manual. Sijui Chebukati. Sijui IEBC. Ndio wale wamekimbia, wanataka kuarrest watu wa IEBC. Mimi nataka niwaambie watu wa Kuzimia, you have to choose. Either you are candidates in this election or you are election officials. You cannot have it both ways. Waamue kama wanataka kusimamia uchaguzi ama wakuje washindani na sisi kwa uchaguzi. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja?